sisi ni brothers. Shukrani. Karibu Bruce. Kuna shemeji yetu hapo ni ndugu ya wife. Yes, mjambo kwa majina naitwa Kevin. Habari zenu? Kwa majina naitwa Vivian Maima. Mimi ni mke wa Chris na Jenny. Sawa, wala unabaki tu kidogo nitapata mmoja ni Gaucho alafu tufunge. Gaucho. Okay. Kwa mama Chris na familia nasema pole kwa governor, asante sana kukuja. Sisi kukuja yako nashukuru Marende na Maka Juice kwa sababu walipromise wengi politicians who promise vitu na wanapaswa kufanya. Ulisema ya kwamba wata make sure umekuja na wewe pia ulicommunicate ulikuwa nje. Kitu ya kwanza sisi kama vijana ambao tuko Nairobi hapa tunaku appreciate kwa sababu ile vita ambayo sasa hivi vijana wako nayo wewe ulipiga mingi na mkapitia mingi wewe na baba Raila Odinga. Na umeonyesha upendo kwa vijana wa Nairobi. Na umeonyesha upendo ya kwamba wewe ni part ya hii struggle na unasimama na vijana ambao wamepata shida kama hii. So mimi nashukuru wewe Governor James Orengo, Mungu azidi kukua na wewe, akulinde na kupee maisha marefu. Kwa sababu hakuna viongozi kutoka huko Siaya mpaka huku. For real tumekumiss hata kwa sahi vijana wengi wanasema afadhali ungekuwa senator bado ungekuwa unatusaidia na kizungu mingi pale. Lakini umeenda. Sahi hata hizi kesi ambayo inaenda kutusumbua ya akina Chris ungekuwa na ile kanzo yako ungetusumbua lakini ungetusaidia lakini bado mali Mungu amekuweka unakuja kusimama na vijana. So kwa hii si eti umekuja kwa sababu ya nini? Ya kwamba wewe ni umekuja kwa sababu ya baba Chris, lakini umekuja kusimama na comrades kwa sababu wewe pia umekuwa comrade na hii kitu ambao vijana wanafanya leo wewe ulikuwa zamani. Narudia nikisema hiyo kitu Maka Jose amesema tunaomba baba yetu James Orengo ya kwamba msaidie vijana kwa sababu hii story Ruto alisema jana kujifanya wanacheka. Najua hiyo kucheka yao ni uongo. After hii kitu ikitulia wataendea vijana kwa nyumba na vijana watakuwa wanachukuliwa wakipotezwa. So ile ni crocodile tears. Wanajifanya wanasmile na nyinyi lakini nyuma wametufichia mapanga. So mimi nasema vijana hii struggle tusitulie na tukue macho kwa wale vijana walikuwa mstari ya mbele, wale wa social media, TikTok, wale walikuwa na mobilize. Juu najua next time ni kupotezwa. Asante sana governor, Mungu akubariki na wewe na tumekukaribisha Nairobi especially ghetto ya Kayole. Thank you. So governor mimi katika siasa leo nitakupatia program ya mazishi sio? Okay, tulikuwa tumeplan kuzika our brother Rex this Friday but due to venye mlikuwa na vitu kwa family on Tuesday na today Thursday haingeweza. So to postpone the date kwa the next week on Friday I think vitu zitakuwa sawa. Kwa mwezi tumeplan tuko na candle lighting. Candle lighting yenye tutafanya pale Kayole social hall. Sawa. Time itakuwa ni 6. Hiyo candle lighting itakuwa in terms of Harambee. Unaona? So ukikuja kuchukua msimu yako na kuja na kitu yako kidogo. And then burial mtasikia mzee ni mtu wa game huko Siaya. Sawa? But mama ni Ukambani. Kuna vitu zingine zenye kimila na sisi ndio tumeoa ili tufunga kidogo sawa. I think hiyo tukimaliza kuzika tutatatua governor uko hapa maana gimatesime yeko dogo. Haya, so burial itakuwa Friday wapi? Machakos. So hiyo Friday on Thursday tunajaribu kama tutatoa mwili tupeleke kwa mass yenye komite leo takachini tujue church gani and then tutapata program. Sitasema mingi because governor kuna mambo mengi ya kufanya na kuna mambo mengi kuenda kuomboleza na watu wengine. So I will give this opportunity my good brother Chris asalimie governor alafu governor tumalizie, si ndio? Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Mimi kwa majina in full naitwa Chris Diambo Dawa kutoka game Siaya County. Asante sana mheshimiwa kusimama na familia. Wote tunaenda through. Wewe ni gavana wangu Siaya, tena wewe ni yako yangu, mamangu anatoka huko. So let's meeting you na kutembelea hapa nyumbani kufariji na sisi. Si rahisi kupata mheshimiwa mkubwa kama huyu aende kufariji na watu kwa nyumba yao. So nashukuru ya welcome and we appreciate it.
Jamboni. Jambo. Kwa majina naitwa Jillian Miao. Asanteni kwa kufika hapa kwangu. Nawashukuru sana kwa support ambayo umetupatia. Na kwa mheshimiwa, asante kwa kufika hapa. Tunafurahi, tunashukuru. Si wengi ambao wamebarikiwa kupata umati kama huu manyumbani kwao, na si wengi wana moyo kama wako. Asante sana kwa kufika. Mungu akupe nguvu na kuongezea maishani. Asante kwa kufika kwako. And now I take this opportunity to welcome Your Excellency. Mimi kwa kawaida sina mazoea ya kuitwa Excellency. Lakini Chris na Juliana kama wazazi wa Rex, poleni sana. Poleni sana. Nimekuja hapa kama Mkenya na pia kama gavana wako kutoka Siaya. Unajua masaa 10 naishi baada imetokea. Sisi kama binadamu hatuwezi kuwa na nguvu, hata tuseme mazuri, hatuwezi kumwamsha Rex tena. Ameenda na maenda, lakini kwa njia vile ameenda, sisi kama Wakenya lazima tulaani kabisa, lakini tujue ya kwamba katika mambo kama haya pengine kabla ya mazishi utaona watu kama sisi hapa, lakini baadaye pengine wewe na Chris ndio mtabaki na hiyo mzigo. Na mzigo ni kwamba nimekuwa na mtoto ambao amefuata nyayo za baba yake, na wengine kama Raila Amolo Odinga amekuwa mwanasiasa kamili, amekuwa shujaa, na mashujaa wengi wa Kenya. Hata mwaka jana tumepoteza wengi, lakini wanasahulika. Hiyo kusahulika ndio mimi naona kama nina toshishi, kwa sababu wakati tunapigana kama leo, unaona vijana bado wako kule CBD, lakini saa zile tumepata huzuni kama hii, watu usahau upesi sana. Na unajua ile watu wawe na motisha, kwa sababu tunataka Rex wengine watu wakiona ya kwamba sisi wale shujaa wetu wakiaga na vile tukiwazika tunasahau. Sasa wakina Rex wengine hatuwezi kuwapata. Sasa sisi tunasema ya kwamba pole, lakini hiyo pole bado haitoshi kamwe. Mimi naona kwamba ile mzigo ambayo Rex ametuachia ni kuendelea na ile harakati ambazo alijumuika na viongozi wa chama na Wakenya wengine. Lakini naomba kwamba msife moyo sana, kwa sababu huyo kijana Rex pengine wengine hawajui ni kwa nini alijitokeza nje, kwa sababu tuna vijana wengi sana ambao wako lakini hawezi kujitokeza kama Rex. Sasa muwe na motisha na kujua kwamba mtoto wenu alikuwa ni shujaa, lakini ni shujaa ya kwamba hatutaki ya kwamba tumzike katika kaburi ya sahaba. Tunataka ya kwamba awe mfano mwema kwa Wakenya wote. Nimesikitika sana ya kwamba mpaka sasa sijasikia kama Ruto amesema pole, ama Kia amesema pole, hajasema pole ambao hajasema. Mimi naona kwamba yule yote ambao anaweza kuhusika na Ruto kabla hajasema pole, na kwa kimombo ku apologize na
vile anaendelea mpaka leo bila yeye kukubali na masharti ambao the young generation Gen Z na ameshaanza kutoa haya masharti, lazima zitimizwe. Naona ukienda kuzungumza na mtu ambao hata kusema pole hajasema, jua ya kwamba hiyo hesabu haiwezi kuripita hiyo. Sasa lazima tusifanye makosa ambayo tulifanya hapo mbeleni. Watu wanajitokeza, tunapigana, alafu tunakimbia kwenda kuzungumza na yule ambao ametutatiza. Kwa wakati huu mimi naomba kwamba Wakenya wawe macho sana. Mimi sikubali kamwe ya kwamba wakati wa kuzungumza ishafika. Bado hata tujazika ndugu yetu, mtoto yetu, na tayari wengine wameshakaa kwa meza na wataanza kuzungumza mambo ya ni nani aingie wapi na nani apate nini, na ile matatizo ambayo imetufanya kwenda barabarani hajatimizwa. Na sasa si mambo ya finance bill. Hata hiyo finance bill ilikuwa ni kitu ya kuonyesha kwamba nchi yetu haiko kwa barabara mzuri. Kwa hivyo mimi siwezi kusema masharti ni gani na gani, sababu sasa viongozi vijana, Gen Z na watu kama mwenyekiti wa chama lazima tuone ya kwamba ikipika wakati ambapo itataka watu wakae kwa meza ili tusikizane vizuri, lazima Zakayo ashuke. Si Zakayo lazima ashuke. Kwa sababu bila hiyo itakuwa ni kupoteza wakati. Kwa sababu mwaka jana tulikuwa na haya maandamano. Watu waliuliwa kinyama na inaonekana tumeshasahau. Sasa hii tukifanya namna hiyo itakuwa ni hivyo. Na mimi naona kwamba kama kulikuwa na wakati ambao Mungu anataka kusaidia Kenya, tumefika kwa wakati huu. Na ni sasa. Tukipoteza tena itakuwa ni ngumu tena kupata vijana kama Rex ambao wako tayari kujitokeza na kupigana kule nje na hao viongozi ambao wametuletea shida. Mwaka jana ama wakati wa kampeni walisema mambo kadhaa ya kwamba tutafanya hii na hii, lakini this is one of the worst dictatorships that we have had. This is a clone or a replication of the Moi state. In fact, Moi used to give up many times. Wakati wa multi-party ile kurepeat section 2A, ilifika wakati yeye ndiye ameenda kabla watu walikuwa bado wako uwanjani, akasema sasa lazima tukubali. Lakini huyu amengojea mpaka watu wakafa, watu wamekufa wengi, na bado anasema we want a conversation. Conversation niyo kupiga story. Yeye anataka kupiga story. Na watu wameumia, watu wamekufa. That should not be allowed to happen. So I want to promise that next week nitajaribu sana. Gaucho. Nitajaribu kama tunaweza kufika Machakos. Ndio watu wajue ya kwamba tuko pamoja na vijana. Hii mambo ya kuja hapa Nairobi peke yake haitoshi. Lazima tumzike huyu kama shujaa. Ni shujaa kuliko watu kama sisi ambao tunaongea, tuko na vyeo, lakini wakati wa harakati vijana hawa ndio tutaweka mbele.
kutoa hela ama usaidizi haitoshi kwa shujaa kama huyu. Kwa hivyo sitaki kuzidi kusema mengi. Nitatoa mchango yangu kidogo na watu wetu wa chama. Nataka kuongeza sana. Chama inakuwa imara si wakati wa uchaguzi peke yake, lakini kuwa karibu na wenzetu wa Kenya wenzetu. Hapa naona kama mko pamoja na mnafariji ya Juliana na Chris. Sasa napongeza viongozi wa chama kabisa. Na tukienda Machakos tutaongea na chairman tuone vile mtafika kule Machakos. Alafu watu wa kule Machakos watambue ya kwamba huyu kijana wetu alikuwa tunampenda na tunamheshimu hata kama ameaga dunia. Asanteni sana. Sasa